wamemwagiwa damu kwa biashara, wamemwagiwa damu kwa kitu ni kana unga vitu ya nini. Ni kweli ama si kweli? Sasa hizo hazitatushinda tena katika jina la Yesu. Zitamwagwa na ufungue biashara na inawiri katika jina la Yesu. Ya mwisho ndio niweze kumaliza na kumwaga hiyo mafuta. Ningependa kusoma neno moja ambao ni muhimu sana kulisoma siku kama ya leo. Na leo sisome maneno mazito, nasoma maneno rahisi ambaye yanaonyesha ya kwamba Mungu hajafurahi na watu huko duniani na angependa warekebishe. Nisome tu maneno machache kwenye Zaburi 127. Zaburi 127. Maneno mazuri ambayo itakusaidia maisha yako yote. Inasema Bwana asipoijenga nyumba, wajengao wafanya kazi ya bure. Ya kwamba Mungu akiondoka mahali, saini ya kwanza tunaona ni watu kushindwa kukaa na wake zao, wanaoa wengine, wanakuwa na mpango wa kando na nini nyingine. Na sijui kwa nini sisi tukipata pesa nyingi, kuna kitu kinakuja ndani yetu kinatuambia more women. Sijui hiyo sushi kama inaweza kutolewa leo na Bwana katika jina la Yesu. Sijui kama gavana anaisikianga. Mnaona kama anaisikianga? Dede Nyoro amewahi kusikia hiyo kitu? Yaani wakati tumbo iko flat na hauna nini, hausikii kitu. Goja uanze kupata joto, tu sausage asubuhi, tu chakula tuzuri, kubebwa na ndege, unasikia another one. Takuna mtu aliniambia ninashindwa nitaambia mke wangu namna gani ninasikia another one. Sijui kama mama na nyinyi mnasikianga nini? Nyinyi hamsikiangi another one. Nyinyi mnasikianga kuondoka ukae peke yako. Enough is enough. Nimetawaliwa siku nyingi. Na wakati hauna pesa unasema my dear husband, I love him. Lakini wakati tu pesa zinaingia, free. Nasikia mtu akisema kabla tupate duka. Tulikuwa na mke wangu hapa tunapendana. Wakati duka ilikuja, tuliharibika. Sasa niwasomee hii msikie. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Ate mji kama huu wa Nairobi, unatakikana upatiwe Bwana officially. Aambiwe, hata kama kuna wageni wameleta vitu havifai, hii mji ulinde na utalindwa katika jina la Yesu. Na kazi ya viongozi na watu wengine itakuwa rahisi. Ya tatu inasema, kazi yenu ni bure mnapoamka mapema. So Mungu akiondoka, wafanya kazi ndio wanajua na Mungu ameenda. Maana Biblia inasema wanaamka mapema. Mapema ni saa ngapi? It's about 5. Wanaamka mapema na kukawia kwenda kulala. Alafu jioni wanarudi nyumbani saa 3 saa 4 usiku. Na kile wanaweza kukuonyesha baada ya hiyo kazi yote ni tumbo. Wanapata tu chakula. Hiyo Biblia inasema. Ati unasikia mtu kwa ni nani huyo? Ni mtu anaenda kazini. Anaenda saa 11. Haya usiku wakati mnaanza kulala unasikia ni nini? Ni fulani anakuja. Na huyo mtu mwisho wa mwaka, ile kitu anaweza kukuonyesha bila wasiwasi ni hii. Yenyewe chakula ya tumbo hatukosi. Anaweza tu kukuonyesha tumbo. Hakuna kitu anakuonyesha. Hiyo ni kusema Mungu amehama eneo. Tunataka Mungu arudi katika jina la Yesu. Tunataka tukiamka asubuhi mapema, tukirudi jioni, watu wanaona maroli nje, wanajua tulifanya nini. Nataka kutangaza biashara zote zibarikiwe, ya kwamba hakuna mtu atakuja asubuhi tena alafu atuonyeshe tumbo peke yake. Na vile tunapewa pressure na wamama. Wamama wanatupatia pressure. Yaani neighbor amenunua gari. Mbona wewe na ni mwanaume kama yeye haununui? Nakwambia unapewa pressure. Wakati unafikiria at least kumetulia, mmekula kanyama karibu every day. Unaona mama hana furaha, anakupatia pressure tena. Ulisema utarudi kwetu. Maadhi wanauliza ni lini? Nakwambia wanaume. The boy shout. Nafikiria hii baraka ya leo itasaidia boy shout sana. Ndio unaona watu hapa Nairobi unasalimia mtu anakuangalia kama sinema.
Nilifikiria siku moja hapa town kusalimia watu tu kwa furaha. Na Kikuyu kayosho ni adhoke munini. Ate nimeharibika kichwa nikiwa mdogo, imagine. Na nikusalimia watu Sasa naomba muwe Maradi Road na nyinyi musikie Maradi Road wanasikiaga nini. So ukiona watu wanaamuka kufanya kazi mapema asubuhi, wanakaa mpaka jioni, wanaenda kulala wameshelewa, na ile kitu wanaleta ni chakula tu ya tabu, ni tumbo tu. Biblia inasema ya kwamba kuna maneno. Jambo lingine, yeye humpa mpenzi wake usingizi. Mungu akiondoka mahali, watu wa area hiyo hawalalangi. Unaenda usiku unalala, unazima stima lakini haujalala. Unasikia kila ndege ikipita ya saa 6 ndio hiyo. Hiyo ni mohau inafanya kelele. Na watu wanafikiria mzee alienda kulala kumbe amekaa hivi. Bwana anasema saini moja, mumawachana ni kukonyema usingizi ana switch off. Unakaa umacho. Unakaa hivi umeangalia. Paka watu wanashindwa kwa nyumba ni kitu gani huwa unaangalia na ni usingizi umekosa. Kama umeonanga mambo kama hayo ujue na kunyongwa usiku for nothing. Umeenda kulala vizuri na umeiba kawimbo. Watu wakafikiria sasa mko na Mungu, usiku wanasikia hey! Hey! Hiyo ni kusema siku nzuri Mungu amehama. Mungu akiwa mahali usingizi inakuanga tamu mpaka asubuhi. Bwana asifiwe. Alafu ingine inasema tazama watoto ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Ya kwamba Mungu akiwa mahali utaona ya kwamba watu wanapata watoto wazuri, wanapata family mzuri, hawasumbuliwi na family. Lakini wakati Mungu amehama mahali na shetani amekuja ametake over, watu wanajikuna kishwa. Ukimuuliza kila mtu ni nini? Ni nyumba, ni bibi, ni bwana. Na ningependa niseme hatujawahi kufanya mkutano kama huu. Mimi sija kubuka mkutano kama huu mwahi kufanywa. Let this be the beginning of prosperity in the city of Nairobi. Na nyinyi mkipata pesa nyingi, mlipe kodi. Biblia inasema mwenye kodi alipwe nini? Usio unapata pesa nyingi alafu unaweka kwa kisanduku kingine kikubwa chini ya nyumba. Lipa kodi ndio mambo iwe mazuri ya kila mmoja. Maana naye wakubwa wakikosa pesa, watatusumbua. Ukiona mwanaume anakusubua ni pesa hana. Wanaume wako na pesa hawasubui mtu. So naye serikali ikikosa kodi, itatukula kichwa. Ambia jirani ulipe kodi ukibarikiwa. Mimi sibariki watu hapa alafu waibe pesa ya serikali, waibe pesa ya kanisa. Mpaka Mungu anauliza watu walibarikiwa tena wakawa waizi. So tulipe. Na ya mwisho inasema kama mishale mikononi mwa shujaa ndivyo walivyo wana wa ujanani. Na tena Biblia inasema Mungu akiondoka vijana wadogo wanaanza kupendana na wamama wazee. Ukiona vijana wanapendana na wamama wazee, Mungu amehama. Maana Biblia inasema ya kwamba watu wale wanazaa watoto wanaenda kama mchale, ni kijana na kijana. Lakini kijana na mzee unazaa mtoto mpaka akienda kwa shule ndiye anaongoza katika methali. Sababu mbegu ya mzee ni mzee. Katoto unaona hata akapendi PE ni kazee na ni wewe umeenda kuharibia binadamu mwingine maisha. Anatoa nywele za white akiwa na miaka 13. Sisi Biblia inasema hivyo. Ukitaka kuzaa mtoto mchale, unamtupa hivi unasikia ako New York, ako Canada, ako wapi? Anakuambia don't worry mom, ninarudi. Lazima azaliwe na watu wadogo wawili. Lakini si mzee na mtu mdogo. Hiyo mtoto ni kusubua binadamu wengine. Mungu alisema wanadamu wakimtia atawapatia kila kitu. Ni kweli ama si kweli? Lakini shetani akahakikisha ya kwamba atamanipulate wanaume na wanawake, wadisobey, waabudu vitu vingine ndio akose kuwabariki. Na ningependa niwaambie kitu kimoja ninapokamilisha, sitaongea tena zaidi. Lakini wewe umejua mahali umekosea. Angalia umri yako na ya mzee. Hiyo ni disobedience uko naye nyumbani. Kama Bwana anasema watu wawe wadogo na wewe ni mdogo na mzee,
hata haoni vizuri. Wewe ni disobedience uko naye hapo. Unafanya nini kuona usi ya mzee? Unaonaje usi ya mtu mzee kuliko wewe alizaliwa miaka 40? Hauna aibu? Lazima maadili ya Biblia na maadili ya Mungu tuishike. Kama unaona mtu akikasirika ni kazee ameona, mwambie abashe. Hata mwingine aliona mama mzee mwingine, tukamwambia sio vizuri hivyo, miaka 21 na mama ni wa miaka 60. Anatuambia basi mfikirie vile mtafanya. Either mnitengenezee harusi ama mazishi. Mmechagua gani? Tulipewa multiple choice question. Chagueni mazishi ama harusi. Tukachagua harusi. Maneno mengi.